Ili fedha ije lazima iweje yani? Kwa mfano, ili fedha ije, uwe na hela, useme kwamba nina hela. Lazima iweje? Lazima upambane, si ndio? Yaani lazima uwe na discipline. Unachokipata ujue namna gani unakitunza, si ndio? Yaani kwenye kukitunza unaweza kukitunza kibaki au unaweza kukitunza kwa kuwekeza ili kiendelee kukua. Hiyo nataka uwe na discipline, lakini vile vile upate elimu ya fedha. Yaani fedha haiwezi kukaa kirahisi rahisi kwako kama wewe mwenyewe huna discipline ya fedha, huna elimu ya fedha. Uwe mkulima, uwe mfagizi, sijui uwe nani unaojua wewe. Lakini lazima ili fedha ikue, lazima uwe na discipline ya fedha. Lazima uwe pambanaji pia. Na upate elimu. Si ndio? Ndugu yangu pale ameongea soko la hisa. Sitaki kurudia kule, sitaki kuharibu uondo alioweka yeye. Lakini nataka nigundue, nisikie tu kwamba soko la hisa lina bidhaa ngapi kutokana na mujibu wa kaka? Soko la hisa lina bidhaa ngapi unaweza kufanya wewe, inakupa fursa wewe kuwekeza? Si lazima tuwe tuna somo, alafu mwisho siku tuna summary. Yaani kile tulichokisoma kile tunakiweka kwenye ufupi. Mtu akikuuliza bwana, katika lile somo zima la saa zima umejifunza nini au umebeba kitu gani pale? Soko la hisa lina bidhaa ngapi? Hakusema. Soko kifupi kabisa, soko la hisa lina bidhaa mbili kuu. Zipo nyingi lakini mbili kuu. Tukianza na hisa zenyewe. Sawa? Tukianza na hisa zenyewe ambao tunaita kwa lugha ya kigeni tunaita shares. Sawa? Bidhaa pili kuu, hatifungani. Wengi mmezoea kusikia bondi maana yake hatifungani kwenye uwekezaji. Na kwenye bondi hizi kuna bondi za aina mbili. Kuna bondi za serikali, tunasema government bonds au treasury bonds. Alafu kuna bondi za mashirika binafsi ambazo tunasema corporate bonds. Tumesha kusikia jamani. Sasa hisa kwa uharaka zaidi, hisa inaashiria umiliki, sehemu ya umiliki. Mnaweza mkaa mmenunua baskeli wewe na mwenzio, si ndio? Wewe ukatoa 5,000 yeye akatoa 10,000. Maana yake ile 10,000 yako na 5,000 yake inaashiria kiasi gani wewe unamiliki kwenye ile baskeli. Si tumeelewana? Sitaki mfikirie kwa ugumu sana ya masuala ya uwekezaji. Kifupi wewe kutambua kwamba soko la hisa ni kama soko jingine lolote. Utofauti wa soko la hisa na masoko mengine ni bidhaa zinazopatikana. Ukienda kwenye soko jingine utakutana na nyanya, mchele, samaki na kadhalika, si ndio? Lakini ukija kwenye soko la hisa ndio tumesema unakutana na hatifungani, hisa na bidhaa nyingine. Hizi zote zinatoa fursa ya wewe kuwekeza. Kuwekeza maana yake kile ulichokuwa nacho unaenda kukiweka mahali kifanye kazi ili kiongezeke. Tumeelewana? Na mtu anayewekeza kwenye hisa, faida ya kuwekeza kwenye hisa ni kwamba moja, utakuwa ni mmoja wa wamiliki wa ile kampuni. Ukija kuongelea kwenye masoko ya mitaji na dhamana au soko la hisa, tunapoongelea hisa maana yake ni makampuni ambayo wewe umeenda kuwekeza. Kwa hiyo unaponunua hisa za kampuni fulani, maana yake unakuwa ni mmoja wa wamiliki wa kampuni ile. Na ukisha kuwa ni mmoja wa wamiliki kampuni ile, unategemea nini kutoka kwenye kampuni ile? Kwamba kampuni ile imechukua hela yako, imeenda kufanya biashara, ipate faida, na sehemu ya faida ile na wewe uwe mnufaika. Sasa mnufaika kwenye faida ile tunaita gawio. Kwamba kampuni imechukua hela yako, imeenda kufanya biashara, imepata faida, ikishapata faida inakupa gawio kama sehemu ya faida wewe kuwa mmiliki wa ile kampuni. Lakini vile vile kama bidhaa zingine za soko, hisa hizo na hatifungani zenyewe huwa zinapanda bei na kushuka bei muda mwingine. Unapoenda sokoni kuna muda unakuta nyanya zinauzwa bei sana, nyanya moja shilingi 500. Kuna muda zikiwa nyingi sana unakuta nyanya moja shilingi fungu moja ndo shilingi 500. Hizo tunaita forces za demand and kwamba demand and supply kwenye uchumi inasema demand inapokuwa high, uhitaji unapokuwa mkubwa,
maana yake unasukuma bei zinapanda juu. Sasa kama ulinunua kwenye bei ndogo ile hisa yako, inapokuwa inahitajika na watu wengi kwa sababu tu kampuni inafanya vizuri, uwekezaji wake unafanya vizuri na kampuni inatoa magawio na inapata faida, maana watu wengi watataka kuwa sehemu ya ile kampuni. Sasa unapokuwa unamiliki sehemu ile kampuni, maana yake unategemea kwa sehemu moja au nyingine bei ya ile hisa, ya thamani ya ile hisa itapanda, na kama ulinunua kwa shilingi 500, iko siku itafika shilingi 1000, iko siku itafika shilingi 2000. Ukiamua kuuza, maana yake utakuwa umepata kile cha juu. Sasa kile cha juu sisi tunakiita capital gain. Tumeelewana eh? Sitaki kutumia sana nikawachanganya. Lakini cha muhimu tunasemaje? Soko la hisa linakupa fursa zaidi, ndo kauli mbiu yetu sisi. Soko la hisa, soko la hisa unaweza kuwekeza wewe ulipokuwa hapo, kwa sababu tumesema kuna hisa za shilingi 100 mpaka shilingi 17,000. Idadi ya hisa unayohitaji kuwekeza, idadi ya chini ni hisa 10 tu. Hisa 10 za shilingi 100 ni shilingi ngapi? 1000. Ukiweka na ada kidogo ambayo iko pale, labda shilingi 1050, inakushinda? Uwekezaji ni tabia, utajiri ni shauku. Tumesema wote tunapenda hela, si ndio? Basi tuishi humo. Awi tuko freshi. Asante sana.